Mwaka ni 1966. Vita baridi inatawala dunia. Hali ya wasiwasi na hofu inatanda kila kona ya dunia, huku mataifa mawili makubwa, Marekani na Umoja wa Kisovieti, yakijaribu kuonyesha nguvu zao za kijeshi na kisiasa. Katika kijiji kidogo cha Palomares, Hispania, maisha yanaenda polepole. Wakulima wanalima mashamba yao, watoto wanacheza mitaani. Ni kijiji cha kawaida kilichojaa amani na utulivu, mbali na mivutano ya kisiasa ya kimataifa. Lakini siku moja ya kawaida, jambo lisilofikirika linatokea. Kelele za ajabu zinavunja utulivu wa kijiji, na wanakijiji wanaanza kuangalia juu kwa mshangao na hofu. Kelele za injini za ndege zinatanda angani. Ndege za kijeshi zinapita juu kwa kasi, zikivunja ukimya wa kijiji hicho. Mgongano wa ndege angani, tukio la kutisha, linajitokeza mbele ya macho ya wanakijiji wasioamini. Milipuko mikubwa inasikika na vipande vya ndege vinaanguka chini. Tukio hilo lilihusisha ndege ya kivita ya Marekani aina ya 52G. Ndege hii kubwa na yenye nguvu ilikuwa sehemu ya operesheni maalum. Ilikuwa imebeba mabomu manne ya nyuklia aina ya B-28. Mabomu haya yalikuwa na uwezo wa kuharibu maeneo makubwa na kusababisha maafa makubwa. Ndege hiyo ilikuwa kwenye operesheni ya kawaida ya vita baridi. Operesheni hizi zilikuwa muhimu kwa kudumisha nguvu na ushawishi wa kijeshi wa Marekani. Ilikuwa ni operesheni ya amri ya anga ya mikakati. Amri hii ilikuwa na jukumu la kuhakikisha kuwa Marekani iko tayari kujibu shambulio lolote la nyuklia. Hii ilijulikana kama operesheni Chrome Dome. Operesheni hii ilihusisha ndege za B-52 kuruka kwa muda mrefu zikiwa na silaha za nyuklia. Operesheni hiyo ilihitaji ndege za B-52 kuruka saa 24. Ndege hizi zilikuwa zikiruka bila kusimama, zikifanya doria angani. Zilibeba silaha za nyuklia ili kuzuia shambulio lolote kutoka Umoja wa Kisovieti. Hii ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa kuzuia vita vya nyuklia. Ajali hiyo ilitokea wakati wa operesheni ya kawaida ya kuongeza mafuta angani juu ya bahari ya Mediterania. Ndege hizo zilikuwa zikijaribu kuongeza mafuta ili kuendelea na doria zao za muda mrefu. Ndege ya B-52 ilikaribia ndege ya kusafirisha mafuta aina ya KC-135 ili kuongeza mafuta. KC-135 nayo ilikuwa sehemu ya amri ya anga ya mikakati. Kazi yake ilikuwa kuongeza umbali ambao ndege za B-52 zinaweza kuruka. Makato wa kuongeza mafuta, ingawa ni wa kawaida, ulikuwa operesheni nyeti. Hata hivyo, siku hiyo ya kutisha, jambo baya lilitokea. B-52 ilipokuwa ikijiweka sawa ili kupokea mafuta kutoka KC-135, ndege hizo mbili ziligongana. Mgongano huo ulikuwa mkubwa, ukasababisha mlipuko mkubwa. Kati ya wafanyakazi 11 waliokuwa ndani ya ndege hizo mbili, ni 7 tu walionusurika. Mgongano huo ulisababisha mgogoro wa haraka. Jeshi la Marekani lilizindua operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji, iliyopewa jina la Operesheni Broken Arrow. Lengo kuu lilikuwa kupata na kulinda mabomu manne ya nyuklia yaliyopotea. Mabomu haya yalikuwa tishio kubwa kwa wakazi wa eneo hilo na mazingira. Ajali hiyo ilikuwa imetoa mionzi katika anga. Jitihada za utafutaji zilihusisha maelfu ya wanajeshi wa Marekani. Serikali ya Hispania ilishirikiana kikamilifu na Marekani. Dunia ilitazama jeshi la Marekani likifanya kazi bila kuchoka ili kuepusha janga la nyuklia. Ajali hiyo ilikuwa na athari ya haraka na kubwa kwa watu wa Palomares. Kijiji hicho, ambacho hapo awali kilikuwa na utulivu wa vijijini, kilibadilika na kuwa eneo la machafuko na hofu. Kelele za mgongano, mabaki ya ndege yaliyokuwa yakiteketea, na kuwasili ghafla kwa wanajeshi kulisababisha hofu. Wanakijiji walihamishwa kutoka majumbani mwao. Hofu ya sumu ya mionzi na usumbufu wa maisha yao uliwaathiri sana wanakijiji. Walikuwa waathirika wa vita baridi. Ajali hiyo ilitumika kama ukumbusho wa gharama ya binadamu ya mbio za silaha za nyuklia. Marekani ilizindua operesheni kubwa ya kusafisha ili kuondoa uchafu wowote wa mionzi kutoka eneo la Palomares. Operesheni hii ilikuwa moja ya kubwa zaidi kuwahi kufanywa na jeshi la Marekani katika historia yake. Hii ilihusisha kuondoa tani za udongo na mimea iliyochafuliwa. Kazi hii ilihitaji vifaa maalum na utaalamu wa hali ya juu ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi na wakazi wa eneo hilo. Jitihada za kusafisha zilikuwa ngumu kutokana na ukweli kwamba mabomu mawili yalikuwa yametoa plutonium wakati wa mgongano. Plutonium ni moja ya vitu hatari zaidi vya mionzi, na kusafisha kwake kunahitaji tahadhari kubwa. Plutonium ilikuwa tishio kubwa la kiafya la muda mrefu.
Wataalamu wa afya walihitajika kufuatilia viwango vya mionzi na kutoa huduma za matibabu kwa wale walioathirika. Tukio hilo pia lilisababisha mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Hispania. Majadiliano ya kidiplomasia yalifanyika ili kutafuta suluhisho la kudumu na kuhakikisha ushirikiano wa pande zote mbili. Serikali ya Hispania ilizidi kuwa na wasiwasi kuhusu athari za muda mrefu za ajali hiyo. Wananchi walipaza sauti zao kupitia maandamano na vyombo vya habari viliripoti kwa kina kuhusu tukio hilo. Ajali hiyo ililazimisha tathmini upya ya hatari zinazohusiana na kuwa na vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye ardhi ya Hispania. Serikali zote mbili zilianza kuchunguza upya mikataba yao ya kijeshi. Pia ilizua maswali kuhusu usalama wa silaha za nyuklia. Wataalamu wa kijeshi na wanasiasa walijadili hatua za ziada za usalama ili kuzuia ajali kama hiyo kutokea tena. Tukio la Palomares liliacha alama isiyofutika kwa kijiji na watu wake. Hadi leo kumbukumbu za ajali hiyo bado zinaishi katika mioyo na akili za wakazi wa Palomares. Ingawa serikali ya Marekani ilitangaza kuwa operesheni ya kusafisha imefanikiwa, maswali yalibaki kuhusu athari za kiafya za muda mrefu. Wakazi wengi walihofia kuwa mabaki ya mionzi yangekuwa na athari mbaya kwa afya zao. Baadhi ya tafiti zilipendekeza kiwango cha juu kuliko kawaida cha saratani fulani miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Hii ilisababisha wasiwasi mkubwa na uchunguzi zaidi kuhusu usalama wa mazingira. Ajali hiyo pia ilikuwa na athari ya kudumu kwa uchumi wa eneo hilo. Mashamba mengi yalitelekezwa na biashara nyingi zilifungwa kutokana na hofu ya mionzi. Alama ya ajali hiyo ilifanya iwe vigumu kwa Palomares kuvutia watalii na wakazi wapya. Hali hii ilidhoofisha zaidi uchumi wa kijiji hicho. Tukio la Palomares lilitumika kama onyo kwa dunia. Mataifa mengi yalitambua hatari za silaha za nyuklia na kuanza kuchukua hatua za kuzuia ajali kama hiyo kutokea tena. Ilionyesha hatari halisi za silaha za nyuklia. Maandamano dhidi ya silaha za nyuklia yaliongezeka duniani kote. Ajali hiyo ilisababisha mabadiliko katika jinsi Marekani ilivyoendesha na kusafirisha silaha za nyuklia. Sera mpya za usalama ziliwekwa ili kuhakikisha usalama wa raia na mazingira. Zaidi ya nusu karne baada ya ajali hiyo, Palomares inaendelea kuishi na urithi wa ajali ya B-52 ya mwaka 1966. Kijiji kimechukua hatua za kusonga mbele. Kimekuwa kituo cha utafiti kuhusu athari za mazingira za ajali za nyuklia. Kuna makumbusho huko Palomares yaliyojitolea kwa matukio ya mwaka 1966. Hadithi ya Palomares si hadithi ya msiba na hasara tu. Pia ni hadithi ya uthabiti ya jamii inayojikusanya ili kushinda magumu. Watu wa Palomares wameonyesha nguvu na azma ya ajabu katika kujenga upya maisha yao na jamii yao.